Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikufundishe kitu katika habari ya mwana mpotevu ambayo inapatikana katika Biblia takatifu ile Luka sura ya 15 mstari wa 11 mpaka 32. Ukisoma maandiko haya unaiona habari ya mwana mpotevu ambaye aliomba urithi kwa baba yake akiwa hai. Akamwambia, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia ili niende nikatumie. Mwana mpotevu akaondoka akaenda mpaka nchi ya mbali, akatapanya ile mali kwa uasherati. Biblia inasema alipokwisha kutumia vyote, njaa kubwa iliingia na yeye akawa hana namna na akaanza kuhitaji. Akaanza kulia, akajuta, anasema wakati akiwa anateseka kule, anasema nitarudi kwa baba. Katika kujuta kwake akasema, ni watumishi wangapi wa baba wanaokula na kusaza? Kwa hiyo nitaondoka, nitaenda mpaka nyumbani kwetu. Akili ilipomjia hivyo, akawaza hivyo, kweli akaenda. Aliporudi nyumbani kufika, baba akampokea kwa furaha. Akamwambia, mwanangu, ulikuwa umekufa, sasa umefufuka. Ulikuwa umepotea, sasa umepatikana. Akaagiza, lete kamata ndama kule, chinja ili mtoto tumpokee kwa shangwe na furaha. Na kisha akafanya karamu, akamkaribisha. Baada pale mkubwa akaja, akakuta sherehe inaendelea. Yule mkubwa alipokuja akasema, inakuaje anafanyiwa mdogo wangu sherehe kubwa namna hii? Mimi nipo hapa kila siku sifanyiwi. Sasa nataka nikufundishe kitu hapo kwa muda mfupi huu, kwamba Mungu wetu anataka mtoto anayeweza kujirudi. Inawezekana kuna nyakati umekosea mara nyingi, lakini Mungu anatamani kuona katika makosa yako una regret, unarudi, unamrudia Mungu. Mrudie Mungu, acha kuendelea kung'ang'ana na njia isiyofaa wakati umeshaijua njia inayofaa. Unaumia umotu, unahangaika umotu. Ni wakati wa kufanya mageuzi ya moyo na nia na nafsi yako na mwili wako, kwamba ubadilike, kwamba uamue sasa kugeuka na kumrudia Bwana dhambi yoyote ile uliyofanya. Mungu yuko tayari kukusamehe. Mrudie akusamehe. Sasa baba ni mfano wa Mungu anayesamehe. Mwana ni mfano wa mtu ambaye anaweza kuwa na roho ya toba. Lakini kaka ni mfano wa mtu wa dini. Unaona kuna watu wanakuwa kanisani, lakini yeye ni dini yake, lakini hata yuko kanisani ila ameshapotea. Amepotelea kanisani. Hatendi matendo mema ila anajua anayopaswa kutenda. Fanya maamuzi leo ya kubadilika. Usiendelee kupotea zaidi. Amua kubadilika. Ikikutokea ukaona kama umepotea, fanya toba haraka. Toba ya kumaanisha. Biblia inasema Matendo ya Mitume 3:19, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwake Bwana. Kwa hiyo ikitokea ukatubu, unarejea kwa Bwana na Bwana anakusamehe kabisa. Hautaona madhara yake tena. Mungu yuko tayari kukusamehe. Okoka, tubu, badilika. Mungu akubariki sana.